Kwa hiyo mwanamke yoyote ule sio siri, ukitegemea hela za mwanaume yani vizuri, lakini kuna changamoto zake. Okay. Kwa hiyo lazima kwanza upambane, kwa sababu hata kujiuza. Kujiuza why? Kujiuza kwa kuna biashara zingine ambazo unaweza kufanya tofauti na kujiuza. Niseme tu kitu kwambia tu sasa hivi ina mambo mengi. Tunasikia story, usicheze na kwenda Dar, sio kwenda Kigoma. Wanaelekea kule mambo ya. Wana direct. Kwa hiyo wanaenda kaa kule sijui mbona kujiuza, mwanaume Marekani akija sijui akipewa hela mambo yanaenda hivyo. Kwa hiyo hicho kitu mimi siwezi kufanya. Hii ni Bennett Media. Tuko Bennett na wewe leo na kesho. Yes, wana mambo vipi? Mambo ni aje ndugu mpenzi mtazamaji kutoka Bennett Media. Hatimaye leo ni moja kati ya siku ambazo ni special sana kwa watazamaji wetu, maana nimewasogezea moja kati ya sura mpya ambayo hamjawahi kuiona, lakini leo ni mara ya kwanza naisogeza kwenye screen zenu ili angalau mpate mawili matatu kutoka kwa bimdada hapa. Na kama ni the first time, cha kuwakumbusha wapenzi watazamaji, hakikisha umegusa kialama chekundu hapo kwenye video yako ili uendelee kupata taarifa zaidi zinazoendelea hapa Bennett Media. Mtangazaji wako wa siku leo niite Jeffrey GK. Nyuma kamera ni kwa director Zege. Na kama ni the first time, hakikisha umesubscribe, like na kucomment ili tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuwa sambamba zaidi. Hapa ni kwa bimdada ambaye ni mrembo mzuri kama unavyoona anavutia. Yes, of course nitakuwa na mengi sana ya kumuuliza kuhusiana na uzuri wake, au sio bana? Mimi sio mnafiki sana vile, au sio? Dada vipi? Safi. Uko poa? Ndio niko poa. Unapendeza mwenyewe. Asante. Au sio? Wakumita nani vile? Regina. Asiwe mzuri. Asante. Labda outfit yako siku ya leo unaweza kumitumia kama kiasi gani, maana unapendeza ile kinyamwezi yani. Kawaida tu. Kawaida. Labda hicho kinyaza nicho kicheni hapo shingoni. Bei gani? Hata sikumbuki, nilinunua zamani. Ni kitambo sana. Sinaona kuna reni hapo za mwaka wa mbele. Na zenyewe? Hizi hapa kama sikosei 5,000. 5,000 tu. Labda from umetupia don lako la kisasa zaidi. Isikutishe, ni 30,000 tu. 30,000 tu. Umetumia vitu vya gharama ya kawaida lakini bado unawaka kama mtu ambaye umetumia vitu vya zaidi ya 100,000 bwana. Kupendeza ni mwili, ni mfupa, sio gharama. Ni mfupa, ni mwili, ni mfupa, sio gharama. Hii imekaje maana kuna watu waelewi hizo lugha na kwa short sana kidogo, natamani uonyeshe maelezo ili nao waelewe. Yaani kupendeza, mtu anaweza kavaa mavazi ya milioni 2 na sipendezi. Lakini ambaye anavaa kitu cha 20,000 akapendeza hata kumzidi yule ambaye amevaa vitu vya bei sana. Ni bei sana. Kwa hiyo kupendeza ni mwili, Afrika ya mfupa. Kuna watu wamebarikiwa mfupa wa kupendeza. Hata akivaa saki anapendeza. Hata akivaa gunia anapendeza. Wow, nimependa sana. Labda uzuri wako unaweza kuwa unatokana na nini hasa? Mamangu na babangu ndo wanajua. Sio ndo amenizaa jamani nikiwa hivi. Lakini si kuna ile style ya kuzidisha, maana uzuri kila mtu anawasa, kuna ile moment ya mtu kuzidisha. Hapa sura yangu bana imekosa mafuta, lotion nini, angalau uso kae vizuri. Ile so mambo ya baba na mama, ile ni mambo yako special. Si poda tu. Poda wanja basi. Poda wanja ndo vitu vyako. Swala la lotion so mambo yako. Lotion kawaida tu, isipitilize. Hiyo ni ya kiasi. Sasa nimepitia status zako kidogo, kuna namna nashindwa kuelewa. Vipi, labda unajihusisha na biashara gani? Maana nimeona una promote vipochi, ni vitu vingi sana. Labda nini ambacho kinaendelea nyuma ya maisha yako? Mwanamke mpambanaji waga ana kazi moja, cha kwanza hicho. Lakini mimi kazi yangu kubwa sana ni ususi. Kwa achana hivyo vingine, sijui kofia, wigi, zote hizo zinakuja kwa sababu tunatafuta utajiri kwa njia yoyote. Yaani kikubwa tu iwe ya halali. Okay. Lakini kazi yangu kubwa sana ni ususi. Kabla sijafika hizo stage za ususi, ningetamani kujua labda upo kwenye mahusiano au kwenye ndoa? Nipo kwenye mahusiano. Lakini upo kwenye ndoa? Hapana. Lakini bado unapambana? Ningetamani kujua siri ambayo iko nyuma mahusiano yako, labda ambaye anakuwezesha ni mwanaume wako ama ni jitihada zako na akili yako mwenyewe? Nisiwe mnafiki.
Mwanaume wangu ananiwezesha. Yeah. Lakini pia nguvu yangu inatoa kubwa sana. Nguvu yako inatoa kubwa sana. Sasa mwanaume wako anakuwezesha kwa asilimia ngapi? Yani anakuwezeshaje, labda mtaji au kuna namna tu anakushauri? Cha kwanza niseme ni ushauri. Cha pili? Cha pili pia nikikwama ananisupport kwa hela. Anakusupport kwa hela. Lakini sio tu kama unamtegemea sana kivile. Kaka, acha kutegemea mwanaume. Mwanaume ategemee, jitegemee kwanza mwenyewe afu mwanaume baadaye. Jitegemee mwenyewe afu mwanaume baadaye. Labda kiwango cha mwisho mwanaume wako kukupa kama vile tu zawadi ni kiasi gani? Yaani pesa ya mwisho yeye kukupa kama zawadi ilikuwa ni kiasi gani? Sikumbuki kwa sababu kusema kitu kama zawadi waga ananipa sana. Okay, pesa sasa mwisho wake kwamba hapa ndo mwisho. Yaani hapa mwisho wa kumpa mwanamke wangu ni 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, milioni. Yaani kile kiwango chake cha mwisho cha yeye kutoa. Kama sisahau kwa haraka nadhani kwa 500,000. 500,000. Ambaye alikupa. Labda ilikuwaje ikafika sije anatoa 500,000 kukupa? Kuna story hapo katikati. Lazima kuwe kuna story tu. Sio rahisi. Tunajijua tulivyo sisi. Amna, alipa tu kwa sababu kuna sehemu fulani kwa nakwama, nikamuelezea akanisupport. Akakusupport. Au sio? Na ulijisikiaje baada ya mwanaume wako kuwa ameamua kujitolea kiasi hicho cha fedha? Hiyo ni kawaida, maana waga ananipa za kushinda hapo. Kwa hiyo hata sikuchukua chochote kwa sababu ni kawaida yake. Labda nisiwe mnafiki, swala la choko labda. Baada yeye kwa amekupa hiyo pesa, wewe ulimpa zawadi gani? Sasa maana lazima kuna ile situation ambayo inabidi tubadilishane. Sisi unajua tulivyo bwana. Tubadilishane. Labda kwa wanaume 2,000. Lakini wangu ashavuka huko. Au si kama unamuonea hivi? Amna, simuonei. Maana kawaida. Yaani ni kawaida kwake. Kawaida. Au sio? Kwa hiyo ina maana tukiwa mmekaa kwenye mahusiano mmoja kufanya jambo lolote yani. Ndio ambapo kwenye mahusiano kuna date. Ni zingine swali tena nazo ila tu ndio hivyo. Lakini anachokitaka anakipata kwako. Yani nikiona yani ni halali mimi kumpa namba. Okay. Hadi hapo tayari na majibu yangu binafsi. Okay, tuende upande wa biashara unazozifanya. Unajua kuna mabinti wengi sana ambao wana maneno ambayo mpaka leo hayawezi kuisha kuhusiana na situation ya biashara, kwamba usijui anafanya hivi, labda ni kitu gani ambacho ulikuwa ukisikia kwa mtaani kinazungumzwa kuhusu wewe kikawa kimekuumiza kwa namna moja ama nyingine? Kitu ambacho waga kinanumiza, yes of course, ni kile cha unakuta mtu yani au tuseme watu ambao hawajawahi kusukwa na mimi. Afu anaenda anasema kuwa anajiona na kuga na jeuri na kuna kiburi. Hicho kitu waga sikipendi sana. Kipendi sana. Lakini inatokea kama changamoto kwenye business zako za kazi? Ndio, inatokea kama changamoto kwa sababu unaweza kuta mtu au sehemu ambao wanaongelea habari hizo, kuna mtu ambaye anataka kuja kusuka kwangu. Kwa hiyo baada ya kusikia zile habari anaweza kavunjika moyo asije. Au sio? Labda niende upande wa ususi hapo kwa sababu ndo mada kuu na ndo topiki kubwa sana ambayo tunatamani kujua kutoka kwako. Labda tokeo umeanza ususi, ushawahi kumsuka nani ambaye kidogo ni famous sana kwenye masuala ya mitandao kwa hapa nyumbani kwetu? Waga namsuka Rock Nation. Najua Rock Nation ni msanii mkubwa sana kambini, na nadhani nywele ambazo iko nazo kwa sasa hivi nimetaka kumsuka tu juzi. Okay. Nishoe msuka Mrs. Follow mkeke ule wa kwanza, Mrs. Nyago ule wa kwanza pia. Wengi sana wanajua Dogo Zoo. Okay. Vipi kuhusiana na Bidobido? Maana kwenye shule Bidobido nilikuona, lakini nimeshindwa kujua alohusika kwenye kutengeneza kichwa cha mke wa Bidobido ilikuwa ni nani? Kwenye sherehe ya Bidobido nilikuwepo, lakini sio mimi ambaye nilihusika na kichwa chake. Lakini pia mimi pia ni msusi wa Bidobido. Najua Bidobido pia mnaona hizo zake ngoma zote za kabla hajao hapa. Ukiona kichwa kwake anapendeza, ilikuwa kazi yangu.
mke wake akipendeza ni kazi yangu pia. Labda connection ilikuwa vipi hadi ukapata connection ya kwenda kumsuka Bidobido, kumsuka Rock Nation, kumsuka Dogo Zuu, kumsuka ambaye ni mke wake wa kwanza ambaye ni Shani? Nono mke wake kwanza sio Shani, lakini na Shani naye nahisi na ushamsuka. No, Shani waga anakuja kuta ratiba zangu zinakuwa ziko nyingi sana. Nyingi. Okay, miongoni mwa wao wake wa master pamoja na master ilikuwa vipi hadi ukapata connection ya kuwasuka? Maana bila connection huwezi kuwapata kirahisi. Kwenye maisha ya mtu, connection ya kwanza waga ni kazi yako. Okay. Ndio connection ya kwanza. Maana ukitengeneza kazi yako hiyo na connection, hapo tayari umeshakuwa na connection kubwa. Kamili ndio anasema brand kubwa. Yeah. Najua wote walinipataga au waliweza nifuata baada ya kuona posti zangu, kuona kazi zangu mtandaoni. Maana waga na posti aswesa TikTok. Baada ya kuona na kufurahiwa ndio wakanitafuta. Kwa baada ya kuona unapoposti kule TikTok ndio wakakutafuta. Ndio. Okay, labda ni kitu gani ambacho kilikushawishi ukaamua kufanya nao kazi na ulipaji wao uko vipi? Najua mtu wote ule hawezi akakataa kufanya kazi na Dogo Zuu, Bidobido, sijui nani hivyo. Kwa hiyo lazima kwanza ile ukija kuona star kama star anakuja anakubali kazi yako, unaona unachokifanya kina faida. Yeah. Na ulipaji wao si haba, wanalipa bana, wale ni master sana kuja kulipa. Kama Rocky juzi amejua kunifurahisha, maana sio siri. Alinilipa afu tena akanipa na za soda. Alikulipa afu kukupa na ya soda. Au Rocky Nation ndio shemeji yetu sisi hatujui. We kaka. Ogopa Mungu. Mimi nilipa tena. Ule ni mume wa mtu. Hapana, Rocky ni kakaangu tu. Okay. Kama jinsi alivyo Bidobido. Yeah. Na wengine wengi. Yeah. Okay, labda alikulipa kiasi gani au ratiba zako za kazi au kiwango chako cha malipo baada ya kusuka unalipo bei gani? Kiwango cha kusuka ni kutegemeana na kile ambacho mteja wangu atakipenda. Kwa hiyo mteja wangu kuna nywele za 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 hata 50,000. Okay, nianze na kichwa cha Malkia Zuu, maana ndio mwanamke ambaye kidogo alisukwa msuko wa azi yake bwana. Labda msuko ule wa Dogo Zuu uligharimu kama kiasi gani cha pesa? Kama msuko upi? Maana kama sisao nishamsuka Dogo Zuu zaidi ya mara 3. Okay, tuanze na msuko ambao alisukwa wakati ambao anakwenda kufunga ndoa yao wenyewe na Nyago Mbuzi la Kibebe. Ule msuko mimi siusiki. Usiki. Ule misuko ya hapa nyuma, hiyo misuko mitatu ambayo unadai kwamba ulimsuka kwa bei gani? Japokuwa ni zamani kidogo, ila sidhani kama kuna msuko ambao uko chini ya 20,000. Okay, msuko ambao umemsuka jana hapa na yeye umesema alikupa ya soda na alikupa hela ya msuka. Alikulipa vizuri. Alikulipaje vizuri sisi hatujui idadi. Labda alikupa 5,000, 10,000, hela ndefu na yenyewe hiyo. Kwa hiyo hapo unaongelea kuhusu Rocky. Yeah. Rocky kusema kweli alinilipa kwa sababu msuko ambao nilikuwa namsuka nilikuwa wala nilikuwa sitegemea kama anaweza kanipa, lakini sio siri, nadhani mpaka nilipost status alinipa 15,000. 15. Lakini ukiangalia msuko wenyewe ilikuwa tu 10,000. Kwa hiyo ukija kuangalia ni vile tu anakubali kazi yangu akaona ni support. Ndio upande wa wanasanaa na wasanii. Unajua msanii ni mtu ambaye ana changamoto nyingi sana, hasa kwa mtoto mzuri kama wewe. Lazima kuna ile namna ambayo unajua unavutia. Kuna ile namna mtu anaweza kutamani chochote kutoka kwako. Alafu inakuja kutokea unamsuka msanii, labda ni changamoto zipi ambazo wanazipitia kipindi ambacho unamsuka msanii? Baada ya kumaliza kumsuka, huwa kinatokea nini pale katikati? Changamoto ambayo upande gani kwanza? Upande kwa wasanii asasa wa kiume. Yeah. Changamoto ambayo napata kwa msanii wa kiume, changamoto moja tu ambayo sio kubwa hivyo, maana hiyo swali yako umeuliza hivi nyingine. Changamoto ambayo naipata ni pale ambapo unamaliza kumsuka, kwa sababu msanii wa kiume ni mtu ambaye anakuja kusukwa kabla hawajaenda kumtengeneza kinyozi hajamnyoa. Yeah. Kwa hiyo hata ukimsuka hauwezi ukamrekodi video ya moja kwa moja na posti. Anakuambia subiri mpaka ndio kwanza nitengeneze. Nikishakamilisha ndio nitumie video. Ndio changamoto yenyewe. Yaani hiyo tu ndio changamoto ambayo napata. Kwa hiyo nataka kuniambia kwa uzuri wako wewe hakuna mwanamuziki ambaye ku approach? Hapana, sio mnafiki.
Sio mnafiki. Yani wote wananichukulia kama mimi tu ni dadao. Vipi ushe kujiangalia kwenye kioo asubuhi? Ile tu umeamka ukajiangalia kwenye kioo? Shawai. Sasa ulipata majibu gani baada ya kujiangalia kwenye kioo? Hapo mimi sijaongea lolote. Sijahusika kwa chochote hapo. Yani, sasa ndapata majibu gani? Si kawaida tu. Kawaida. Kwa nini kuniambia kwenye maisha yako yote ambayo umeanza kuishi, hakuna mwanamuziki yote ambaye kuhitaji kwa namna moja ama nyingine kutokana na uzuri wako nini? Subiri niseme kitu. Okay. Unajua kutongozea sana kwa mwanamke sio sifa. Okay. Ukiona mwanamke anatongozewa sana, jiulize. Kama ujipendekezi kuna kitu. Kwa hiyo sifa nyingine ya mwanamke ni kutokutongozewa ovyo ovyo sana. Yani kila mtu ambaye anakuja, hata kama utawakataa, lakini jiulize kwa nini kila mtu? Kwa hiyo kuna ile status ambayo mwanamke ukijiwekea, unakuta hata mwanaume anasema pale naanzaje kusema. Kwa hiyo labda itokee kwa upande wao waseme sijui, yani uaga ni kitu ambacho wako nacho rohoni, lakini kusema kwa kunitamkia hakujawahi. Hajawahi kutokea kabisa. Kwa wanakupa heshima yako kama unaheshimu wewe. Mimi dada yao bana. Ndio hivyo. Okay, nisiwe mnafiki. Kweli wewe ni mzuri. Ingetokea mimi ni msanii, basi ningefanya jukumu langu kama ninavyotakiwa kuwa kama msanii. Lakini kwa kuwa pengine wao hawajaona ambacho unacho, tuseme hivyo, lakini kuna namna fulani ni kama umetuficha kitu fulani. Leo sipo huko sana na sitaki tena kugusia huko bana. Kama siku 3 nyuma hivi tulifanikiwa kupiga mastori na Teddy. Teddy akazungumza kwamba kinachowasumbua mabinti wengi sasa hivi wanategemea pesa ya mwanaume, kimtaji, kinini na kivingine. Labda wewe unalipi ambayo unaweza kumjibu? Maana amesema kwamba unasikia ujiwezeshe mwenyewe. Kama mwanaume atasupport hata kwa 20%, sio 50%. Ni kama vile ile mali ni ya kwake mwanaume. Inaweza kutokea muda wote akaichukua. Labda unalipi la kumjibu dada Teddy? Kwa upande wangu naweza nikasema iko sahihi. Okay. Unajua kuna siku moja nataka tu share story. Boyfriend wangu ile kuniambia kwa unajua kwa nini ukiniomba kitu waga siku nyingi? Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu ukiniomba kitu najua umekosa. Yaani umekosa. Kwa hiyo ndio maana waga siku nyingi kwa sababu unajua hapa kabisa huyo amekosa. Kwa sababu amenizoea, mimi sio mtu kumuomba ila sana. Au sio? Kwa hiyo kutokea kwamba akakupa hata hujamuomba. Waga ananipa. Lakini waga simuombi sana. Kwa hiyo ukija kuchunguza hiyo kauli, utakuja kukuta yani kuna kitu ndani yake ambacho alikificha. Kwa hiyo mwanamke yote ule sio siri. Ukitegemea hela za mwanaume, yani vizuri, lakini kuna changamoto zake. Okay. Kwa hiyo lazima kwanza upambane, kwa sababu hata ukihitaji kitu cha 10,000, unaenda kwanza mwambie boyfriend wako ni 5,000 unahitaji 5,000. Mwenyewe kwanza anajua hapa ana 5,000 alikuwa na 5,000 yake, kwa hiyo kaongeza 5,000. Lakini unakuta kitu mpaka cha 200, mwanamke kama mwanamke hawezi kukinunua, anategemea boyfriend. Dada yangu, mdogo wangu, utakufa vibaya. Kwa kifupi, mtaji wako ni kama kiasi gani hivi? Mimi sina mtaji. Yaani mimi mtaji wangu ni kitana, spray, jelly, mafuta, mambo mengine tu. Mtaji wako mwenyewe. Yaani sisi ndo wale ambao mtaji wetu ni sisi wenyewe na afya zetu. Au sio? Labda ni biashara gani ambayo huwezi kuifanya kwenye maisha yako kabisa? Kujiuza. Kujiuza? Kujiuza? Why? Kujiuza. Kwa kuna biashara zingine ambazo huwezi kuzifanya tofauti na kujiuza? Niseme tu hiki kitu, kaambia tu sasa hivi ina mambo mengi. Tunasikia story, usicheze na kwenda Dar, sio kwenda Kigoma. Yaani wanaenda kala kule mambo ya. Kwa hiyo wanaenda kala kule sijui mbona kujiuza, mwanaume Marekani akija sijui kipewa hela, mambo yanaenda hivyo. Kwa hiyo hicho kitu mimi siwezi kufanya. Uwezi kujiuza. Ndio maana unapiganisha maisha yako ili yasonge. Ndio maana napambana bro. Maisha yangu yenyewe yalinifunza kupambana. Alafu hao wanakuambia kwamba moja kati ya biashara ambayo huna mtaji lakini bado una mafanikio ni hiyo ambayo umesema uweze kuifanya. Unalipi la kuwajibu watu kama nao? Ni kwa sababu hawajajua kwa biashara vipi ambavyo hauna mtaji lakini una uwezo wa kuifanya. Mbona mimi nina kazi ambayo hainiombi hata mtaji? Naomba akili yako special.
Na afya yangu. Unajua mimi nisiwe mnafiki. Sijamjua shemeji yetu ni nani. Maana inasemekana na support, kuna namna anakukea 500,000 hadi zaidi ya 500,000 anakusupport zaidi ya business zako. Lakini bado hatujamfahamu. Leo nikitamani mimi na watazamaji wangu tumfahamu wewe shemeji yetu ni nani. Sasa unataka ufahamu shemeji ambaye hajafika nyumbani. Tumfahamu kwa nini? Mbona hajakuoa lakini bado anakukea? Inatokea hiyo lakini kumfahamu hamna, maana ndani miaka 6 ambayo niko naye hata sura yake sijawahi kuiwekaga mtandaoni. Miaka 6 mpaka kwenye mahusiano. Au si kama unamuonea mtoto wa watu lakini. Au yeye ndo ananionea, kwa nini anioi? Basi hayo ni mambo yenu. Mimi sipaswi kuingilia sana kivile. Au mambo yenu, maisha na mambo mengi sana. Ndio. Au sio? Labda upande wa business zako. Hizo business zako. Hasa nenda upande wa wanawake. Ulipojua uko vipi na namna gani ambao wanakupa kama changamoto hivi? Kwa upande wa biashara yangu au ususi wangu, changamoto ipo hasa kwa wanawake unapomwambia bei. Maana anaweza kaleta msuko wake akamwambia nataka siku hivi. Anakuambia nipe bei ya jumla. Maana jumla ni kama rasta kila kitu mmoja hivyo. Ukishamwambia hapo ni 55 unasikia unawaga na bei yule. Kwa hiyo huwaga ni changamoto sana upande wa wanawake, bora wanaume. Maana wanaume wengi sana wakati wanakuja direct. Au sio? Ni biashara gani nyingine ambayo unaitamani kuifanya lakini kipato kinakuwa kinakunyima ile nafasi ya kufanya ile biashara kwa upande wako? Yaani sasa hivi biashara ambayo natamani kufanya ni ya ususi. Yaani natamani niwe na saluni yangu kubwa, yaani julikane. Najua kambini haiwezekani lakini hata nje tu ya kambi, sehemu yote. Tamani niwe saluni kubwa sana. Alafu na mimi nijulikane kama vile Chido Point anapojulikana. Au sio? Kama nani? Chido Point. Anapojulikana. Okay. Alafu nimekuja kugundua kwenye kazi ya ususi wapo wanaume ambao wanasuka. Labda inakuwaje kazi ambayo nyinyi mnaifanya wanawake na wanaume wanaifanya pia? Unasuka na mwanaume anasuka. Labda kitu gani ambacho una feel baada ya kuona mwanaume anasuka zaidi yako? Mwanaume sio mwanamke. Anasuka vizuri kukuzidi wewe wa kike. Sijui anijibu hayo kwa sababu sijawahi onaga mwanaume ambaye anasuka vizuri kunizidi. Hujawahi kuona kabisa? Ipo kama tu wanawake tu kambi nzima hawapo. Mwanaume atatoka wapi? Umesema kambini hawapo. Unajua kidogo unaniweka hatiani. Kambini hawapo ambao wapo zaidi yako. Labda usukaji wako uko vipi mpaka watu wengine hapa kambini wasikufikie kabisa? Unajua mpaka nisuke na nikapewa jina la msusi wa Kempo. Haikuwa rahisi. Wala sikujipatia mwenyewe. Kwa sababu sasa hivi msusi wa Kempo ni mmoja tu ambaye anajulikana Kigoma, Mwanza, Kongo, Marekani. Na ni mimi tu peke yangu. Kipi sasa ambacho umewazidi hao ambao unasema kwamba wewe ni namba? Unajua namba 1 bana ina mambo mengi sana. Mpaka upewe namba 1. Ina maana namba 2 kuna namna hawezi kukufikia kirahisi au kuna vitu umemzidi namba 2. Sasa ni kitu gani ambacho umewazidi hao wengine ambao namba 2, namba 3, hadi namba 5, hadi wote ambao hapo nyuma yako? Yaani kwanza kwanza mimi kwangu sina namba 2 wala sina namba 3. Woga nahisi hata namba 10 tu ni peke yangu. Yaani kuanzia wanaokufuata ni zaidi mpaka 10 huko. Labda waanzie 11. Sasa ni kitu gani ambacho umewazidi wao sasa? Maajabu ya mkono wangu. Maajabu ya mkono wako. Tuone kwanza mkono ambao una maajabu. Guys, unaona mkono ambao una maajabu? Mkono mlaini ndio unasemekana una maajabu. Bana. Hongera. Asante. Acha nikupe hongera lakini majaji watakuwa ni watazamaji. Kwa sababu mimi naweza nikaongea nikaonekana mimi muongo. Comment za watazamaji ndio zitatupa maono la kwamba yupi ambaye yupo zaidi ya msusi wa Kempo na ndio msusi hapa. Hapa yupo zaidi yako. Sio kwamba wewe ni unajua nini? Shida ni moja. Mimi usinifananishe na mtu. Bro, usijifananishe na mtu ambaye bado ana followers 200. Followers tena? Kwani followers inahusika vipi hapa kwenye swala? Okay.
Asa unategemea mpaka mtu anakufollow, mtu ana like, sijui unafikisha sijui watazamaji makiai na makiai kule. Unategemea ni rahisi tu. Unajua mimi nikuibia siri moja dadangu. Kuna watu ambao wanakufollow kutokana na uzuri wako. Mimi kitu nakiweka wazi. Kwa sababu ya muonekano wako anakufollow. Ushaifuatilia account yangu ya TikTok? Asilimia kadhaa wanaifuatilia. Mimi wanafuatilia kile ambacho kinaendelea. Unaona najiposti sana. Unaposti baadhi ya mambo yako. Afu subiri sasa nikuibie siri. Wende ukachunguza account yangu vizuri, utakuja kugundua kitu kwa nikijiposti mimi peke yangu huaga na like nyingi. Lakini nikiposti kazi mwenyewe utaona tofauti. Kwa hiyo baada ya kuja kuona account yako na followers wengi ndio ukajua wewe ni namba moja? Au kwa sababu watu wanakubali sana video zako ukajiona namba moja? Mimi namba moja tu kwa sababu hakuna msusi ambaye jina lake limeshaenda viral ambaye anajulikana sana kambini tofauti na mimi. Kuona. Yaani kama vile Nyagomeni alivyo wa kwanza ambaye anajulikana sana, ndio gisi na mimi nilivyo msusi wa kwanza ambaye anajulikana sana Nyarugusu. Labda sasa upande wa hao unasema kwamba namba moja upande wa muziki ni Nyagomeni ndio umemtaja. Mimi sijauliza huko na sijafika huko. Na upande wa ususi namba moja ni wewe. Kama vile Nyagomeni anapokuwa namba moja na wewe unazidi kuwa namba moja. Labda ni kitu gani ambacho kilikufanya ndio ukamwona namba moja kwa upande wa wasanii ni Nyago? Nisiwe mnafiki kwa sababu gani? Unajua uwezo ukasema unamzidi mtu na kipindi ule mtu anajulikana sana kuzidi. Hasa umemzidi kwa kipi? Ina dependi na nini nimemzidi. Naweza kuwa namzidi mtu kuvaa lakini anazidi pesa. Lakini anajulikana kuzidi sasa. Anaweza kuwa ni maarufu kunizidi lakini bado mimi nikafanya nyimbo moja ikawa hit song nikachukua tunzo. Wewe kaka uogopi? Sio siogopi. Unajua mimi niko hapa kwa ajili ya watazamaji waelewe. Hiyo haipo. Hiyo ni sio mnafiki. Kusema kweli, mimi waga sio shabiki wa Nyago. Mimi sio shabiki wa Nyago, lakini Nyago ni msanii wa kwanza kujulikana kambini. Na wewe ni msanii wa kwanza kujulikana. Lakini sio kama sasa yeye ndio wa kwanza kwangu eti kuimba kwanza hapana. Kama vile gisi nilivyo mimi msusi wa kwanza kujulikana kambini. Bro, unajulikana mpaka Korea. Au sio? Mpaka Korea kote huko. Korea. Hapo shatupia. Okay? Ili sasa msusi. Msusi yoyote au tuchukue mfano msusi mimi. Nataka niwe kama wewe. Inatakiwa nizingatie kitu gani ili angalau nifike angalau hata kwa asilimia fulani za kwako wewe? Ni kupunguza mashindano. Kupunguza mashindano. Na unajua mashindano ni sehemu ambayo inaweza kumfanya mtu ajulikane. Ila mashindano kwa aina hizo. Mbili. Kuna mashindano ya kimya na mashindano ile ya live ya kizidi yanaitwa unafiki. Kizidi anaitwa unafiki. Alafu nimeona kidogo kama kuna simu hapo, msusi ambaye anamiliki iPhone. Nitamani tuone hiyo simu ya msusi wa kwanza. Potezea. Wewe ambaye inatupostiaga video za high quality. Msusi ambaye ana simu kubwa. Nitamani hiyo simu yako tuione. Hapana, tena simu yangu ya kawaida. Tuione sasa. Ya kawaida. Mimi natamani watazamaji waione hiyo simu ambayo ni ya kawaida tu, kama wanaweza kanisupport mtoto mataja nipata tema diseti hivi. Tuone kwanza hiyo tangulia. Ili tujue tunamsupport mtu nini. Ni iPhone 11 tu. 11. Tuione sasa, unasema 11 iko wapi? Hakuna kuona. Iko wapi? Unasemaje na simu alafu ukitoa mkono hivi haipo? Ipo jamani, si. Wow, tuone kwanza. Bana mnaona simu? Simuona. Simu ya msusi wa kwanza. Msusi namba moja. Anatumia simu kubwa. Kama bado unatumia pop, unatumia simu zingine hizo, simu za wasusi ndo hizi sasa. Amna, simu ya wasusi sio hiyo watazamaji, mimi siwadanganye. Simu nikufunze kitu. Kitu kidogo ndo kinamfanya mtu anafikia level ya kitu kikubwa. Kwa hiyo sidharau kidogo chako eti kwa sababu ya mimi namiliki iPhone. Kabla sijamiliki iPhone nilijulikana kupitia Tecno. Au sio? Dada sasa iPhone ilikujaje kwenye maisha yako? Kaka, nina boyfriend ambaye anajielewa. Au sio? Lakini mimi naona kama vile mtoto wa watu unamuonea ba. Haya. Ni kama unamuonea sasa. Kila kitu unakuwa ni yeye kweli. Ukipendwa, mwanamke akikupenda ndio uchawi tosha. Ndio uchawi tosha. Labda una ndoto gani naye labda? Lengo lako pengine ni hivyo vitu vyake vidogo vidogo napita navyo nini?
No, yani mpaka uzee tunadumu. Unadumu mpaka uzee. Au sio? Narudi nimalize swali langu la mwisho ambalo ni siku za nyuma hapo nilifanikiwa kupiga mastori na madada kaza. Kitu ambacho aliniambia ni kwamba sababu ama visababishi ambavyo vinasababisha mimba za mapema kwa mabinti wa mabinti wa 2000 ni swala la kutokujishughulisha. Labda wewe una lipi la kuchangia zidi ya hili, kama una pingamizi tukitamani kujua kutoka kwako. Huyo aliyesema hivyo waga anajishughulisha. Okay, anajishughulisha kwanza aliyesema. Hapo. Lakini hapana, hiyo sio, ijapokuwa hiyo ni sababu, ila sio sababu kubwa sana. Unajua mimba za mapema ni sana vile ukienda utegemea unaileta, kwa sababu mimba waga si hivi naenda nitaileta. Kwa hiyo hapo inachangia, lakini inaweza ikawa kuna waliobeba mimba sio kwa sababu eti aliahidiwa sijui nitakununulia nguo 50,000. Hapana. Kuna waliobeba mimba sio eti kwa sababu aliahidiwa sijui nitakununulia iPhone. Hapana. Yeah. Kuna wengine walizibeba ambazo walikuwa hawajitegemea. Mbona wapambanaji wanabeba mimba? Zuchu kazaa na ni mpambanaji. Lakini sio kwa haraka kivile. Kambini kwetu na vya bure pia vinatukosti sana. Vya bure. Na wewe unapewa vya bure. iPhone ya bure. Sasa napewa iPhone ya bure, napewa chakula cha bure, lakini napambana. Okay, sasa hiyo iPhone imekuja kujaje kwenye maisha yako vya bure? Kwa sababu nilikutana na mwanaume ambaye anajua kusupport ndoto zangu. Ana support ndoto zako. Hapo ndo umeongea neno. Sasa labda kwa kuwa tumekwisha kutumia muda wa kutosha, ningetamani kujua kwa mtu akitaka kupata update zako anatakiwa afanyeje ili apate update zako na angalie vitu ambavyo unavipost kwenye mitandao ya kijamii? Cha kwanza, ukitaka kuona kazi yangu uende kwenye account yangu ya TikTok, unaitwa Chakupa Baseswa, au andika Regina tu, moja kwa moja itakuja. Regina tu itakuja. Au sio upande wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube channel kama unayo? YouTube sina, lakini Facebook ni hiyo jina. Chakupa Baseswa. Instagram? Hiyo. Jina hilo. Asante sana kwa muda wako. Naamini ningetamani sasa uwaambie kitu kimoja chochote kile ambacho unaweza kaambia watu ambao wanatamani kusukwa na wewe, licha kwamba hawajawahi kusukwa na wewe, master kwa watu kawaida yatakiwa wafanyaje ili wasukwe na wewe, na umalize na salamu ya kuwapa wanaokutazama time hii hapa, maana ni muda wa mchana sasa. Neno langu la mwisho ni moja tu, au ni fupi sana. Wanawake tupambane kwanza, hata kama ni wateja wangu tupambane, kwa sababu maisha sasa hivi ni magumu sana. Masingomaza wamekuwa wengi sana, na ukija kuangalia wanaume wanaojielewa wamekuwa wachache sana. Si kila mwanaume ambaye alistahili kuwa mwanaume ndio hivyo tu, kwa sababu walishapewa wanaume. Kwa sababu hata idadi ya masingomaza sana, sababu kubwa sana ni wanaume. Kwa sababu hata ukija kuuliza singomaza wengi kwa hivi toka ufike kwenu mwanaume wako waga na gharamia watoto, utaambiwa eti hapana. Kwa hiyo kwa nini? Utakuja kuelewa wanaume wengi si wanaume tena. Kwa hiyo tupambane sana, kwa sababu dunia sasa hivi inabebwa na mwanamke asilimia nyingi sana kushinda hata wanaume. Japokuwa kuna wanaume wengine ni wapo vizuri sio wote, lakini wanaume ambao wapo vizuri washaka wachache sana. Kwa hiyo hata kama wewe ni mteja wangu, hakikisha unapambana. Mimi waga nikipambana sana kusupport kazi ya mteja wangu. Kuja kusuka kwangu ukiwa na kazi yako, nitumie WhatsApp ndio kusupport. Pia acha kusikiliza maneno ya watu. Regio ganiko kawaida sana tena sana. Usisikie miwa story na live tuko tofauti. Kwa hiyo karibuni sana kwa mitindo yote ile ambayo nataka waga nasuka. Afu msisahau nasuka mpaka kipara. Nasuka mpaka kipara. Fans, mtazamaji, na imani tumesikia mengi sana kutoka kwa Regi na amezungumza wanaume wengi sio wa kweli. Mimi siamini hivyo, bila mimi naamini mtazamaji wangu ni mkweli na ni mwaminifu kuliko hao wanaume ambao aliwataja wao. Mimi naamini support yako mtazamaji ni kubwa sana hapa Benet Media. Tunasema shukrani kwa yoyote yule ambaye amepoteza muda wake kutazama kipindi mwanzo mwisho. Alikuwa nami mtangazaji wako pendwa Hite Jeffrey GK hapa. Nilikuwa na dada Regi, mmoja kati ya madada wazuri, mmoja kati ya madada ambao wanasuka mitindo yote hadi kipara mujibu wa maelezo yake. Nyuma kamera ni kwa director Zege, na kama ni first time hakikisha umesubscribe, kulike na kucomment hapa kwenye channel hii hapa ili uendelee kupata burudani zaidi.